Oh, nakaribia kuchanganyikiwa kabisa. Sasa nimekuambia au machache unakaribia kuchanganyikiwa. Nikwambia yote sitakufa wewe. Hauna ratiba na demu yoyote leo? Achana na hayo mambo ya kijinga. Kwanza huko kwani ni wapi na tunaweza kwenda wote ukanionyeshe? Haiwezekani. Kwa nini? Lazima uwe na nguvu na uwezo kama ni hivyo mimi. Ndio unaweza kufungua milango ya kwenda kule. Umesema kuna watu hapo ambao tunaishi nao hapa na wana nguvu kuliko hata ninyi. Vipi hao hawawezi kufungua na kuwavamia? Hawawezi kwa sababu hawajui maneno ya asili yaliyoandikwa na mabibi zetu. Na huwa tunabadilisha kila baada ya muda fulani. Na kwa nini msingechukua baadhi ya wanaume na kwenda kuishi nao ili hao wanafanya hizo shughuli za uzazi kuliko hivyo ambavyo mnafanya? Kule wanaume hawahitajiki na ndio maana mtoto akizaliwa tu wa kiume anauawa. Yaani kiufupi, wanaume ni maadui zetu wakubwa sana. Aya, sawa. Wewe umekuja katika huu ulimwengu wetu na umekutana na baadhi ya wanaume. Unadhani sisi ni watu wabaya? Sijui kwa wengine, kwa nilivyokuona wewe. Kweli wewe ni adui wa wanawake wote. Ni vile tu hao unaoita sijui mademu zako hawajui uchafu wako. Kwa hiyo ndio maisha uliyochagua, si ndio? Kwani kuna kitu kibaya ndio nimefanya? Sijajua kama kitu ni kibaya au ndo furaha yako hii. Kipi hicho? Yaani nimevurugwa hatari. Vipi, kuna una ratiba gani? Sasa naelekea kazini pale, kuna issue naenda kufanya. Mpaka baadaye kidogo ndio nitakuwa free. Vipi kwani? Nilijua uko free. Hapana, labda kama masaa 4 hivi baadaye nitakuwa nishatoka pale. Poa basi, tutashikiana. Haya, poa. Sijui nikwambiaje, ila ni kama kuna mambo yanatokea hapo nje ya uwezo wangu kabisa. Maana kuna muda najiambia nataka ni focus niwe na mwanamke mmoja, ila sijui inakuwaje. Yani najipata tu niko na wanawake wengine wengi. Yaani ni kwamba mwanamke mmoja akutoshelezi kihisia au kuna shida gani? Watu wanatosheka hata kwa sabuni tu. Kwa nini mimi nishindwe kutosheka na mwanamke mmoja? Sijui kwa nini. Maana hata mimi kuna muda inanichanganya sana. Yaani kutosheka kwa sabuni kivipi? Kumbe kwa kwenu hamna wauni. Anyway, kuna muda natamani kuwa mwanaume mwenye focus na mipango thabiti. Nijue nini nataka na nini ambacho sikitaki katika maisha yangu. Hebu nishauri kwa uelewa wako na jinsi ambavyo umefunzwa kwa kwenu kuhusu wanaume. Ni nini hasa nifanye? Hapo sasa nitakudanganya. Maana mimi mwenyewe nipo kwenye kujifunza kuhusu nye viumbe. Najua kuna vijimambo ndio umefunzwa kwa kwenu kuhusu sisi. Maana umesema sisi ni maadui zenu. Upo sahihi. Labda niseme vingi vinavyotokea kwenye maisha yako wewe mwenyewe ndio umevikaribisha. Ukiona maana ipi? Unaweza kuachana na mwanamke yeyote ukitaka. Kwa sisi tulivyofundishwa, mapenzi sio kile kitendo cha miili kuingiliana, ila ni hisia ambazo zimeundwa kwenye ubongo wako. Na ndio maana ukimpenda mtu, siku zote utamuona peke yake ndio mzuri kuliko wengine wote. Ila upendo ukipungua, ndio utaanza kuona madhaifu yake. Kwa unataka kuniambia kwenye ubongo wangu ndipo kuna shida au? Kabisa. Ngono ni kama madawa ya kulevya. Kwa mwanzo utaona ni kama starehe tu, lakini mwisho wa siku utajikuta wewe ndio mtumwa. Kwani hadi huko kwenu kuna madawa ya kulevya? Labda ngoja nikupe story ya panya. Kama wewe unapenda hadithi lakini. Hebu nipe. Kuna panya mmoja alikuwa ameweka chakula kingi sana kwenye chupa ya kioo. Chupa ndefu kiasi kwamba ingekuwa tupu akawekwa mle ndani asingeweza kutoka. Lakini kwa kweli ilikuwa imejaza chakula. Akawa anatoka shimoni mwake anakuja na kula, ndio ikawa tabia yake ya kila siku. Lakini baada ya chakula kupungua,
Akawa anaona akija kula kutoka anatoka kwa tabu, kwa akaamua kufanya maamuzi. Akaenda shimoni mwake akachukua kila kilicho chake. Akarudi kuishi mle mle kwenye chupa. Maisha yakawa mazuri, anakula, kanenepa vizuri kwa sababu kila kitu kilikuwa karibu yake. Lakini baada ya muda chakula kikawa kimeisha. Inambidi atoke ndani ya chupa, aende nje kutafuta chakula. Hapo ndipo akili yake ikafunguka. Akagundua kwamba ameshajichimbia kaburi lake yeye mwenyewe. Hii inamaanisha nini? Kila starehe unayoifanya inatakiwa iwe na kiasi, kwa sababu hiyo starehe unayoisherehekea sasa hivi itakuja kuwa kaburi lako. Kwa hiyo namaanisha ngono imeshakuwa kaburi langu, si ndio? Wewe bado ni kijana na una nguvu zote mbili, za kimwili na za kiutambuzi. Jitafute na uone kama tayari uko kaburini au bado una uwezo wa kula chakula na kurudi shimoni kwako. Kuna muda nakuwa sikuone. Nikitaka kukuona kwa muda wangu natakiwa kufanyaje? Niite kwa jina langu, nitaitika. Tudo. Mambo yako yashauma huko, sio? Kwani lazima uongelee hayo? Kwa hiyo utaishi hivyo mpaka lini? Rudi tu kwenye maisha yako. Kaa uko sahihi hivi. Ila unajua nini? Bado sijakata tamaa. Nani kakuvuruga? Ni yule mlugaruga wako au? Sasa yule Masai angekupeleka wapi? Achana naye tu, ana vitu vyako yule. Unajua mimi nimeamua kunyooka sana kwako. Kwa hiyo kama wewe utaendelea kuwa na watu wengine huko, mimi hayanihusu. Na siwezi kuendelea kuwa mtu kujidhalilisha mimi. Panauma eh? Unajua nini? Unaikumbuka ile kuweka mguu juu kwa hivi? Anaipenda vibaya mno. Anajua kunyoosha mbwa yule. Mpaka kuna muda huwa anatamani kama ungekuwa mtoto wa kike nikupeta siku moja tu ukaenjoy naye. Oi, vipi mzee? Mbona kinyonge sana? Hamna, mimi niko poa tu. Vipi, kumeendaje huko? Nimesusa, nimeondoka kaushini hata kabla kujaisha. Kwa nini tena? Sio sijui hizo kamati za siku hizi zina wenge kinoma. Wameanza kusema na mtu wao nini? Si bora wangesema hivyo. Wanataka ile package ya 800,000 kwa 500,000 na wataki tupunguze vilivyopo kwenye package. Wanaumwa nini hao? Tuachane nao mzee. Kabisa. Vipi ratiba ya kutoka ipo? Ile ipo mwanangu. Sema nadhani nitai kurudi. Oh, sawa, haina mbaya. Mimi nipo stoki mpaka muda wa kufunga. Nimekumbuka kuna mwanamke nilikutana naye. Nini? Ndio nadhani nimempa pesa zile zote yeye. Kwa hiyo ulihonga? Wasisema wanawake sio vitu vyako, imekuwaje ukampa 1,500,000 yote? Ani hata sijui imekawaje. Ukimwona huyu mwanamke utamkumbuka sasa? Nakumbuka mtaa niliokikutana naye yule. Nadhani ndio akae mbali na mtaa ule. Kweli pombe sio chai. Ndogo unaleta zao. Ndio nanikwaza kweli. Unajua kuna muda kama anachanganyikiwa hivi. Kila nikiwaza kesho yangu naelekea wapi, basi naona kichwa kinaniwaka moto. Shida ni kwamba mnapenda kuishi kwa mipango mno. Kuna wakati maisha wala hayahitaji yoyote. Unachotakiwa ni kuflow tu kama maisha yanavyotakiwa kwenda. Sio kweli. Kuwa na direction ni kitu muhimu Kimoso. Hapo ndipo upepo wako unavuma kuelekea kosi. Wewe unaforce uelekee kasi. Mwisho wake ni kuishi kwa majuto tu kama hivyo. Kwa hiyo nataka mimi niishi kama wewe. Niwe najifungia zangu magetoni kama hivi navuta bangi bila future la mipango yote ya kesho.
unaipanga kesho na leo yenyewe huna. Kwa nini usitengeneze leo kwanza? Jamani, lakini hela mchango si nimeshatuma? Au ndo ilitakiwa nitume na hela ya sare leo leo? Haya sawa, ngoja tuone. Haya sawa. Vipi, mbona unanishangaa? Sijatarajia kukuona hapa muda huu. Kwani kuna shida mimi kuja bila kukwambia? Unajua kuna muda nahamisi sana maisha yangu ya zamani. Yalikuwa maisha fulani hivyo, yana stress kabisa. Sasa uliamua kuishi maisha ya kuwaonesha watu kwamba wewe ni mtu wa maana, wakati ukikaa ndani kwako unalia tu. Kuna kitu nimejifunza kwenye haya maisha. Kipi hicho? Ngoja niongee naye, nakuja. Wapi? Nyumbani au? Ndio. Nikaona acha nikupitia kama uko free ukanipigia kampani kidogo. Sina hata ratiba ngumu. Basi acha nikachukue pocha afu tuondoke. Karibu. Asante. Samahani, kuna dada mmoja namuulizia anaitwa Husna. Sasa sijui kama nimepatia nyumba ama nimepotea. Mimi mwenyewe ni mgeni hapa. Ngoja tumsubiri mwenyeji aje tumuulize. Hivi wewe ndio uliniambia kama mwanzo umeachana naye? Mbona ipo kwako tena? Kaja mwenyewe, sasa mimi ningemtimua au? Ina maana hujui kama ni mwanzo Titimundi wewe. Titimundi aliniibia. Na pia hajamuoa bado au kamuona mimi sijui. Usiniambie kama ulikuwa ni wewe. Niliyefanyaje? Aliniambia kama kuna mtu aliingia geto kwa huyo manzi. Sasa ningekuwa mimi siangekwambia, kwani Titimundi anijui mimi? Sikia mzee. Ujue toka nimeachana naye ni miezi 6, sijapata kabisa vitu vyangu. Na leo kajichanganya mwenyewe. Acha nikaoshe vya kutosha. Wewe sepa tutakutana baadaye. Yaani uoshe kwa manzi wa rafiki yako. Unawaza nini wewe? Kwani usichokielewa nini hapo Teva? Mbona yeye aliniibia na mimi nilikausha? Lakini yeye alikuwa hajui kama alikuwa demu wako. Sikia mzee. Kwenye hii mechi umekosa jezi. Kama vipi sepa tutakutana baadaye. Wewe, mbona uko hapa? Ni wewe, kumbe sijakosea nyumba hii. Na kwa nini umekuja tu bila kunipigia simu? Na umepajuaje hapa? Samahani dada yangu. Mimi nilikuwa nimelewa. Na zile pesa mimi sio za kwangu, naziomba tafadhali. Hujamkuta mtu yoyote hapo uwanjani? Ndio naongea na simu, ametoka nje hapo. Sasa sikiliza nikwambie. Kakaangu ni mtata sana yani. Akijua hili linaloendelea hapa, patachimbika. Cha kufanya wewe nenda tutawasiliana kwenye simu. Tutawasiliana kwenye simu kivipi? Wakati mimi pesa za watu zile sio za kwangu. Wewe mbona unakuwa sio muelewa wewe? Mimi niko tayari. Tunaweza tu tukaenda. Huyu jamaa kuna mtu anamuulizia akasema anaishi hapa. Vipi, shamalizana naye? Huyu amekosea nyumba bwana. Ndugu, nilikuwa nafikiri labda ungeendelea kuulizia nyumba za mbele mbele hapo. Sasa hapo ndo unapofeli. Hii brush unaipitisha taratibu. Usifanye kama unafagia uwanja. Sasa mbona kama inakuwa ngumu? Hakuna hela za bure. Niambie, mimi niko job hapo. Kuna nini tena?
Poa basi, mimi nakuja magetoni kwako hapo. Poa. Sasa ndugu yangu, maisha ya shamba huyataki, wakati ndio aliyokulea mpaka umefika umri huo. Unataka ufanye kazi gani? Kwani kila anaishi ni mkulima au? Sawa, wengine hawalimi ila wana kazi zao wanafanya. Wewe una kazi yoyote na kulima hutaki. Maisha yako utaendesha vipi? Na kumalizia sana chakula chako hapa nyumbani, si ndio? Umeshakuwa mtu mzima wewe. Issue sio chakula tu, kuna mengi ya kufanya. Sasa kama mmenichoka, si unasema tu mimi niondoke kuliko kunilazimisha kwenda huko mashambani. Uzuri maisha hayadanganyi. Haya, yatakufika kooni. Tutaelewana tu. Na kwa nini umekuja tu bila kunipigia simu? Mtoto mwaminifu sana wewe. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please try again later. Kwa nini unasema hivyo? Nimewaza sana maneno yako. Nikagundua mimi ndiye mzingwaji. Kwa natakiwa ni focus hii tujenge kesho yetu inayoeleweka. Unajua kuna muda vijana wanatupeleka mbio. Kiasi kwamba kuna vitu vya kijinga tunafanya vionekana vya maana. Ila kwa sasa naomba uniongoze. Tushauriane tunafanyaje kuyafikia malengo yetu na ya wale ambao tutabarikiwa. Hivi, ni wewe kweli ndio unayeongea maneno haya? Ni mimi mwana. Nataka kuwa mtu tofauti. Na yule mvulana anataka kuwa mwanaume sasa. Nilikuwa nakusubiria sana huu wakati. Sasa naona umeshaanza kuja kwenye mfumo niliokuwa nautaka. Niambie, tunaanzia wapi? Kiukweli mimi na dhamira tu. Sina mpango wowote ule. Ndio maana nikataka tukae ili tuipange mipango yetu tukiwa pamoja. Kwani ni kipi hasa unachotamani tuanze nacho? Cha kwanza uaminifu. Maana kama tutaaminiana na kuambizana ukweli, basi kila kitu tutakijenga katika kweli halisi. Na wala si ujue uongo ambao utabomoka muda wote. Wow, ni kweli kabisa. Lakini nakumbuka nishakwambia mimi mambo ya drama nishastaafu muda mrefu. Kwa hiyo juu ya hilo nadhani wewe ndio unatakiwa kujiweka sawa. Samani mawavamia. Karibu. Maliza kuongea na mgeni. Ukimaliza utanikuta ndani na jambo la